kunikatisha tamaa ya kugeuza ombi langu la kutamani kuwa gerezani. Manake visa vilikuwa ya kwamba kule gerezani watu walikuwa defiled. Kule gerezani mazingara sio masafi. Kule gerezani watu wanapigwa na kuuawa na wafungwa wenzao. Lakini bado sikutamaushwa na ombi langu la kutamani kuwa gerezani, mpaka siku moja nilipomtembelea rafiki yangu mmoja aliyekuwa ameshikwa mahali kunaitwa Shimo la Tewa, Mombasa. Nilipomwona rafiki yangu ameshikwa akiwa gerezani, tamaa yangu ya kuwa gerezani iliondoka. Na kilichoondoa tamaa yangu ya kuwa gerezani ni kwa sababu kama kuna kitu kimoja nilikitambua watu walio gerezani wanakikosa, ni uhuru. Freedom. Freedom is something anyone in captivity lacks. Yeyote ambaye amefungwa katika gereza, kitu kimoja anachokikosa ni uhuru. Na uhuru kikosekana ni kana kwamba maisha yake yamesimamishwa. Uhuru kikosekana ni kana kwamba maisha yake yamegeuzwa mkondo. Uhuru kikosekana ni kana kwamba tumaini la maisha limeondoka. Na wapenzi, leo watoto wa Mungu wengi waliomo makanisani, waliomo nje ya kanisa, kama kuna kitu kimoja ambacho shetani amefaulu kukifanya ni kutufanya mateka, ni kutufunga katika magereza, ni kutufanya mateka wake, ni kutufanya watumwa wake. Na ndio maana Bwana kwa rehema zake kuu amechagua ya kwamba siku hizi 14 alete ujumbe ambao hautakuandaa tu kuwa mrithi wa uzima wa milele, lakini ukiwa hapa chini utakupatia uhuru katika Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima juma hili la kipekee Bwana amekusudia kwamba anataka akupatie uhuru wa kipekee, uhuru ambao utakurejeshea tumaini la maisha, uhuru ambao utakurejeshea tamani ya kuwa mtoto wa Mwenyezi Mungu, uhuru ambao utakurejesha katika sababu ambayo kwayo Mungu amekusudia uwepo duniani. Na majuma haya mawili Bwana anataka akuweke huru. Bwana anataka amweke mtu mwingine pale nje huru. Bwana anataka aiweke Ibacho huru, na wewe utakuwa ni balozi wake wa kuwaita watu njooni, manake seremala wa Nazareti anayetuweka huru ametutembelea Ibacho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo mchana huu wa kipekee niruhusu nianze kusoma kitabu cha Yohana 8 mstari wa 36 kumhusu huyu Yesu ambaye amebeba uhuru wetu mkononi. John chapter 8 verse 36. Huyu Yesu ambaye amebeba uhuru wetu na anatualika katika majuma haya mawili, anatualika hata kwenye ibada ya leo, ili kwamba tukaweze kupata uhuru huu. Biblia inasema, Biblia takatifu inasema, sawa, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Mwana akiwaweka huru. Sikia, Biblia inasema kwamba tutawekwa huru kweli kweli. Mimi najua katika maisha wakati mwingine kuna vitu ambavyo tunatamani kupatiwa nafasi ya kuwa huru, na huenda tumedhani ya kwamba viongozi wa siasa wana uhuru wetu, huenda tumedhani ya kwamba viongozi wa dunia hii wana uhuru wetu. Lakini habari ya mchana huu isikike hapa Ibacho na nje ya Ibacho ya kwamba aliye na uhuru kamili, anayeweza kutuweka huru kweli kweli, ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na Biblia inasema mwana akikuweka huru, mwana akitangaza wewe si mateka, mwana akitangaza kwamba uhuru wako umepatikana, umekuwa huru kweli kweli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wafungwa wote wasikie tena Yesu akisema, Isaya 61 mstari wa 1. Wamsikie Yesu akisema hivi, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo. Amenituma kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa
kwao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uhuru unapatikana, lakini uhuru wa kweli unapatikana ndani ya Yesu Kristo peke yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa umefungwa minyororo na minyororo ikavunjwa, lakini bado ukabaki kifungoni. Sikia nasema hiyo tena. Wakati mwingine unaweza kuwa umefungwa physical minyororo chains na ukafunguliwa physically, lakini bado ukabaki kifungoni. Actually wacha niseme, kuna wengi ambao hawako magerezani lakini ni wafungwa zaidi ya wale walio magerezani. Ndio maana tunasema uhuru wa kweli sio kufunguliwa tu kwa minyororo. Uhuru wa kweli sio kutolewa katika physical prison. Uhuru wa kweli ni kukutana na mtu aitwaye Yesu Kristo. Huyo ukikutana na yeye anakuweka huru kweli kweli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana leo tunapoanza mikutano hii ya Injili, kwa sababu uhuru wa kweli unapatikana ndani ya Yesu Kristo, kilio chetu chote umati huu utakuwa ni mmoja: Bwana niokoe. Jamani, umati wote useme hivyo, niwasikie. 1 2 3 twende. Sijawasikia kabisa, sauti zipae juu. Tumesema nini? Bwana niokoe. Lord save me is the prayer of our heart this afternoon, because true freedom is only found in Christ Jesus, and he who the Son sets free is true, is free indeed. Na kwa sababu hiyo tunataka leo tumwambie Bwana niokoe. Na ili kwamba swali hilo lieleweke, nitamtumia mwanafunzi mmoja wa Yesu Kristo kulipambanua. Jina lake ni Petero. Petero hakuonekana kama mtu aliyekuwa kifungoni. Actually, ulikuwa ukimsikia Petero akizungumza utadhani ni mtu mwenye uhuru kweli kweli. Kwa sababu siku moja Yesu alipokuwa anauliza wanafunzi wake, hivi mnadhani mimi ni nani? Akina Filipo alipokuwa kipayuka, Petero alikuwa anajibu akasema, wewe ni mwana wa Mungu uliye hai, Kristo, you are Christ. Kwa hivyo Petero alimjua Yesu ni nani. Wakati mwingine tena wanafunzi wakiwa na hofu ya kwamba vipi watu watamkimbia Yesu Kristo, yeye Petero, kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 33, Biblia inasema ya kwamba akamwambia, wote wakichukizwa na wakikimbia, mimi sitakimbia. Isitoshe akamwambia kwenye kitabu cha Yohana 13 mstari wa 37, wakikimbia mimi nitabaki. Sitabaki tu, lakini nitatoa uhai wangu kwa ajili yako. Na nikwambie, ukiangalia maisha ya Petero na namna alitembea na Yesu Kristo, utasawishika kweli Petero alikuwa amejitoa muhanga kwa sababu ya Yesu Kristo. Petero alikuwa radhi afe, lakini Yesu survive to some extent. Ndio picha ungeiona. Manake siku moja wakiwa kwenye shamba la Getsemani, jamaa mmoja anaitwa Malchus akaamua kufika karibu ili amkamate Yesu Kristo. Petero akakumbuka ya kwamba nilikuwa nimemwahidi Yesu kwamba nitamtetea. Biblia inasema kwamba akachomoa panga mbili, akachinja sikio likaanguka chini, na ni Masihi ndiye aliyokota sikio likaregea. Lakini wapenzi, habari mbaya ni hii: japo Petero alionekana ya kwamba alikuwa mtu aliye huru, japo Petero alionekana kwamba alikuwa mtu aliyemfahamu Yesu Kristo, japo Petero alionekana kwamba alielewa ajenda ya Yesu Kristo, ukweli kuna sehemu ya maisha ambayo alikuwa amefungwa na Yesu akakusudia kumweka huru. Na ndio hiyo unaweza kuonekana kana kwamba unaelewa ajenda ya Mungu katika maisha yako. Unaweza kuonekana ya kwamba unaelewa picha ambayo Mungu amechora katika maisha yako. Unaweza kuonekana ya kwamba vitu vinaenda sawa, lakini ukweli huenda kuna kifungo kimekufunga, huenda kuna gereza shetani amekuweka ndani. Na hilo ndilo Yesu anasema anataka sauti ipae isikike ikisema, Bwana niokoe, na yeye ataitikia sauti hiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ataitikia sauti hiyo, manake hicho ni kilio ambacho hawezi kupuuza. Hicho ni kilio ambacho hawezi kuziba masikio. Sielewi
Ni kwa muda gani ambao umetamani Bwana aingilie kati katika maisha yako? Sielewi umekuwa ukipigana nini katika maisha yako. Sielewi familia yako imekuwa ikitafuta nini haswa. Sielewi ni nini haswa watoto wako wamekuwa wakitamani. Lakini jambo moja ninalolielewa ni kwamba Yesu amekutembelea majuma haya mawili, na ukimpatia nafasi atakuweka huru kweli kweli. Na hicho ndicho Yesu anachotaka kufanya, ili kwamba akuweke huru, akutoe kifungoni, akupatie nafasi ya kufanyika mtoto wake. Anajua kufanya kazi hiyo kwa umahiri. Akiamua kufungua kifungoni, hakuna kinachoweza kumzuia. Na siku hii akaamua kumfikia Petero. Unajua Petero hatimaye baada ya kiapo hicho chote, Biblia inasema kwamba mara 3 alimkana Yesu hata kwa kiapo. Mara 3 akamkana Yesu hata kwa akasema simjui huyo mtu, simfahamu. Huyo ni yule Petero ambaye alisema wakikimbia mimi nitabaki. Huyo ni yule Petero ambaye alisema kwamba wakiondoka mimi nitakufa kwa ajili yako. But at this point Petero akakimbia. Hakukimbia tu, akakana mara 3. Hakukana tu, akakana kwa kiapo. Na Yesu akasema huyu, kwa sababu ya namna ambavyo ninaona mbele kabla haijatokea, najua yeye anajihisi yuko sawa, najua anajihisi kwamba kila kitu kipo sawa, lakini kwa sababu unaona mbele kabla haijatokea, nitakachofanya nitamsaidia kutoka kifungoni kabla ya wakati huo. Na nikwambie, kama Petero angeipokea kile ambacho Yesu alikusudia kumfikia, hangemkana Yesu mara 3. Na ndio maana mchana huu kipekee, kama utapokea uhuru ambao Yesu ameuleta hapa leo, uhuru ambao Yesu anaotangaza katika maisha yako, hautafikia hatamu ambayo shetani ameipanga na maisha yako. Manake shetani anajua vitu vitatu: kuua, kuchinja na kuharibu. Lakini Yesu anasema nimekuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anataka tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Basi Yesu alifanya nini? Vipengele 3, kisha nitakuwa nimemaliza somo langu. Mathayo 14, twende hapo sasa. Mathayo 14 23 hadi 30. Mathayo 14 23 hadi 30. Soma kwa hatua sasa, twende. Inasema, Biblia takatifu inasema, twende. Naye alipokwisha kuaga makutano, sawa, alipanda mlimani faraghani kwenda kuomba. Sawa. Na kulipokuwa jioni, sawa, alikuwako huko peke yake. Sawa. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari. Sawa. Kinataabika sana na mawimbi. Sawa. Maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, sawa, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, sawa, wakafadhaika wakisema, ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Sawa. Mara Yesu alinena, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Sawa. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, sawa, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, sawa, akaenda kwa miguu juu ya maji, sawa, ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa. Songea kabisa. Akaanza kuzama, akapiga yowe, akisema, Bwana, niokoe. Sawa. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, sawa, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Tulia hapo, Bwana akubariki. Sasa niruhusu nitapeana vipengele 3 vya mchana huu leo, kisha tuondoke tufunge ibada ya mchana. Yesu amejua fika ya kwamba Petero ana udhaifu fulani, japo anaonekana kumuelewa,
japo anaonekana kumfahamu, kuna kitu kilichokosekana mahali. Alikuwa na vitu vingi, lakini alikosa kitu kimoja kilichokuwa muhimu zaidi. Nasema tena, alikuwa na vitu vingi, ujasiri. Alikuwa na vitu vingi, ukomavu. Alikuwa na vitu vingi bila woga, lakini alikosa kitu kimoja ambacho bila hicho kitu, sikia, vitu vingine vyote havikuwa na maana. Na ndivyo wakati mwingine tulivyo kama Wakristo maishani. Tumebeba vitu vingi wapenzi. Tumebeba achievements za masomo, tumebeba familia zilizonawiri, tumebeba stakabadhi katika majina yetu, tumebeba vitu vikubwa, lakini tukikosa kitu kimoja kilicho muhimu, nacho ni uwepo wa Yesu Kristo, every other thing becomes useless. Na ndio maana mchana huu leo Bwana anataka, kati ya vitu vingi ulivyo navyo, kati ya kuendelea kwingi uliko nako, usimkose Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usikose uwepo wa Mungu. Na kwa hiyo Petero sasa, huyu Petero, Yesu akajua ako na udhaifu, akasema nataka nimtoe kifungoni, nifuate kwa taratibu sasa. I want to take him out of the prison. Baada ya kulisha watu 5,000, akaweka kwenye boti, akaanza safari wa upande mwingine. Walipoanza safari, Yesu akabaki nje. Kisha baadaye wanamuona akitembea juu ya maji. Na Yesu walipomwona, wanafunzi walipomwona, wakahisi ni pepo. Kizungu inasema, Kiswahili inasema kivuli, lakini Kizungu inasema ghost. Waliona kana kwamba ni pepo, ni shetani, na wakaingiwa na hofu. Kisha sikia hapa, Yesu alipotambua ya kwamba wameingiwa na hofu, wamedhani ni pepo, akasema msihofu, ni mimi. Then Peter does a very beautiful thing. Peter anafanya kitu kizuri, anasema hivi, kama ni wewe, kama ni wewe unayetembea na si pepo, ni amuru nije juu ya maji. Peter alielewa kitu kimoja ambacho ni muhimu kabisa, ambacho ni cha kipekee, ya kwamba as long as uwepo wa Yesu upo, as long as Yesu ndiye aliye hapo, as long as Yesu ndiye amesimama hapo, maji yachafuke, dhoruba ipige, ionekane haiwezekani kutembea juu ya maji, as long as Yesu yuko hapo, kila kitu kinawezekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka uinue macho yako mchana wa kipekee, mama, baba, uangalie namna ambavyo unahisi dhoruba zimepiga na kutikisa familia. Uangalie namna watoto wako shetani amewazungusha na kuwarusha nje ya kanisa. Uangalie namna ambavyo vitu vikuendei sawa. Kisha pause, mwambie Yesu, as long as wewe uko maishani, dhoruba zipige, pepo zivume, as long as I'm sure of your presence, my faith is anchored in you. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pepo zitapiga. Maana unajua uwepo wa Yesu maishani haumaanishi kwamba dhoruba zitakuwepo, hapana. Lakini unafaa kuzungumza kama Petero, unasema kama ni wewe Yesu Kristo, ni amuru. Ndio watoto wametekwa ni walevi, but wewe Yesu ndio amenipatia watoto, ni amuru waokolewe tena Bwana. Ndio Yesu, dhoruba, uchumi hauendi sawa hapa Kenya, vitu vinatikiswa, lakini kama ni wewe uliye Mwokozi wangu, ni amuru ya kwamba ushindi ni hakika. Wherever Christ is present, victory is possible. Maana Biblia inasema kwamba for with God nothing shall be impossible. Petero alielewa ya kwamba yule ni Yesu, haya ni maji, sijawahi kutembea juu ya maji, lakini as long as ni Yesu I can. As long as ni Yesu I can. Unajua, let me digress, I'm cautious. Asubuhi elder akifundisha Bible study, alipresent to us the power of the gospel. Na wakati mwingine kutoelewa uweza ambao umebebwa mikononi na wa Mungu. Oh, should I put it that way? Hapana. Uweza ambao Mungu mwenyewe ni, he is a very personification of power. Si kwamba anaweza, yeye ni uwezo, yeye mwenyewe. Kwa hivyo kwa sababu ya kutoelewa, wakati mwingine we limit God. Lakini Bwana anataka ujue ya kwamba mahali popote alipo,
yote yanawezekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. And for the next 14 days, he has chosen this spot to be the spot where we come and meet with him. So as long as Christ is present here, we have a safety of coming, for we are not coming to meet a man, we are coming to meet the man of Calvary. Now as long as tukikutana yeye, ushindi ni hakika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watoto walevi wanaweza rejea soba tukikutana na yeye. Mume aliyeacha familia anaweza rejea kwenye familia tukikutana na yeye. Familia iliyovunjika inaweza kusimama tena tukikutana na yeye. Kifungo cha dhambi kilichokufunga kinaweza kuwekwa huru tukikutana na yeye. Palipo Yesu mazuri yanatendeka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. So Peter understood that. Na kwa sababu ya hiyo akaamua kuitikia kile ambacho Yesu alimwambia afanye. So Yesu akamwambia come. Na unajua Petro akatembea juu ya maji. That's what the Bible says. Yesu alipomuita Petero, he surely did. Tena hakutembea hatua chache. Ukisoma Biblia kwa ukaribu utagundua Peter walked significant steps. Hakutembea hatua chache, alitembea kisawasawa. Kwa nini najua hivyo? Biblia inasema kwamba alipoanza kuzama, alinyosha mkono na mkono wake na mkono wa Yesu ukakutana. So it means alikuwa ametembea to a point walikuwa anaweza kugusana mikono na Yesu Kristo. He had walked significantly, Peter. Lakini hii ndio ikatokea sasa. Biblia inasema hivi, rejea kwenye Biblia, soma hiyo point ili kwamba tuende mbele. Alipouona upepo, anzia hapo, twende kwa speedi Mackenzie. Imekupotea? Biblia inasema mara 26. Sawa? Hata wakati wa zamu alipouona upepo, samahani. Okay. Inasema lakini 30. Sawa? Lakini alipouona upepo, akaogopa. Akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema. Achia tu hapo, asante, Mungu akubariki. Biblia inasema Yesu ndiye alimuita. Lakini Petro anapoanza kutembea, Biblia inasema kwamba aliona upepo. Let's pause. Aliyemuita ni Yesu. Na Petro mwenyewe kwa kinywa chake alisema, kama ni wewe niamuru nije. Sasa iweje ameanza kutembea, badala ya kumwona aliyemuita, sikia, yeye anaona upepo. Sasa sikiliza, hapo ndio inakuwa interesting. Mwandishi ninayempenda zaidi nje ya Biblia anasema hivi, anasema Petro alipoanza kutembea akagundua kwamba ni kweli ametembea, aligeuka nyuma kwa wanafunzi, na maana to tell them, you see I have walked. Hasa kile kiburi kilikuwa kimemjaa, angalau anahisi I've done something that all of them can't do. So hivyo aliporudi hivi, aka lose focus ya Yesu Kristo na akauona upepo. Sikiliza, ukiondoa macho kwa Yesu Kristo, utakachokiona ni upepo. Ukiondoa macho kwa Yesu Kristo, utakachoona ni balaa. Ukiondoa macho kwa Yesu Kristo, utakachoona ni taabu. Umewahi kusikia watu wanaoishi kulalamika, mimi hivi, mimi vile, mimi hivi, mimi vile? Macho yakisalishwa kwa Yesu Kristo, moyo utakuwa na shukrani peke yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena, macho yakibaki kwa Yesu Kristo, nakwambia moyo utabaki na shukrani. Utalalamikaje ukimwona Yesu na alama za misumari mikononi? How do you complain when you see the love of Christ as demonstrated in the marks of the cross? How will you complain? As long as the eyes remain fixed by faith on Christ, the heart maintains thanksgiving. No complaints. Lakini kwa sababu wakati mwingine tunaondoa macho kwa Yesu Kristo na tunapeleka mahali pengine, inakuwa ni maisha kulalama. Tunaanza kuisha kwamba Mungu amenionea, mambo haendi sawa, ninarogwa, ninafuatwa. Sikia leo, kwa mamlaka neno la Mwenyezi Mungu, toa macho kwa vitu vingine vyote, kwa imani regesha kwa Yesu Kristo mwenye tumaini la maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini this is the interesting again. Biblia nasema alipouona upepo akaanza kuzama. Hakuzama. Actually kizungu inasema beginning to sink.
beginning to sink. You know, Petro alielewa kile ambacho mimi na yeye tunapaswa kuelewa. Ndio, for some time alikuwa ametoa macho kwa Yesu Kristo. For some time alilose direction na imani yake kama pengine. Lakini alipogundua nilichokifanya ni tendo la hatari, na kagundua nimeanza kuzama, kagundua no, I can't sing when the master of ocean and sea is right in front of me. Siwezi kuzama, na aliyeomba bahari, maji yuko hapa mbele yangu, siwezi kuzama. The Bible says akapiga yowe akisema, Bwana niokoe, Bwana niokoe. Sasa ndio point tatu zinakuja. Nilikuwa sijaanza kupeana point tatu, ndio point tatu ndio hizi. Petro anaposema Bwana niokoe, number 1, anasema Lord, I thought I had it all. Kumbe it's you who has it all. Nilidhani ya kwamba nina kila kitu, nilidhani ya kwamba ninaelewa, nilidhani ya kwamba kila kitu kiko kwangu. Kumbe nimegundua ni wewe ndiye unayefanya kila kitu. Nimegundua ninayaweza mambo yote kwa wewe unayenitia nguvu. Nimeelewa ya kwamba it is you God who works in me both to will and to do of your own good pleasure. Nimeelewa ya kwamba sina chochote cha kujigamba, sina cha kuja msalabani, ninakuja uchi niondoke na nguo, ninakuja kipofu niondoke na macho, ninakuja nimelemaa niondoke na ujasiri. Sikia, when we come to the foot of the cross, tukimjia Yesu Kristo na kilio ya kwamba Lord save me, tunasema ya kwamba nilidhani ninaweza, nilidhani nimethibiti kila kitu, lakini kumbe wewe Mungu ndiye mweza wa yote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo Mungu anataka this week for you to know you have nothing on your own to save yourself, neither to sustain yourself on earth. Everything works for good to those who are called according to his purpose, na wale ambao wamejitegemeza kwake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. So point number 1, tunaposema Lord save me, tunasema ya kwamba I thought I had it all. Kumbe God, you have it all. But number 2, ni ombi ambalo ninasema I am ready to be saved. Niko tayari kutoka kifungoni. Yatosha. Inatosha Mungu kuishi katika maisha ya kifungo. Niko tayari kutoka kifungoni. Niko tayari. Unajua, Mungu atafanya kila kitu ili kwamba tuokolewe, ila ushirikiano wetu ni muhimu sana, especially on the point ya kujiachilia kwake, our surrender to him. Ushirikiano wetu ni muhimu sana, especially narejelea on the point of fully surrendering to him. Tunapojiachia kwake tunasema kwamba Mungu, niko tayari kutolewa kifungoni, Bwana niokoe. Inatosha kuwa mateka wa shetani, inatosha kuangaishwa na dhambi, inatosha kuishi na maisha ya wasiwasi, inatosha kuwa na kasumba kwamba nimelaaniwa, inatosha kutokuwa na ujasiri na ukombozi wangu. Niko tayari kuokolewa. I am ready to be set free. Kwa hivyo anaye sikia peana ombi hili anasema niko tayari kuokolewa. But our final point, anaye peana ombi hili, sikiliza, hilo ombi Mungu hulisikia bila kufikiria mara mbili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. That's a prayer that God answers without blinking his eyes. Manake kama kuna kitu ambacho Mungu anasukuma kufanya ni kutuweka huru. Sikia, wakati mwingine anaweza kuombea vitu maishani na Mungu akaonekana kwamba ni kana kwamba hajibu wala hashughuliki. Ila ikija katika masuala ya kuokolewa, sikia, ikiwa katika masuala ya kuwekwa huru, chochote kinachohusiana na ukombozi wetu, Mungu atafanya instantly. Mungu ataitikia hapo kwa hapo, manake anataka tuokolewe. Unajua Shadrach, Meshach na Abednego walipotupwa motoni,
Unajua kwa sababu gani ule moto haukuwaunguza? As soon as they landed in the fire, Yesu Kristo alikuwa hapo ndani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Manake that was an issue to do with salvation. Lazima jina langu lionekane. Nebukadnezar must know ya kwamba mimi ndiye Mungu aliyemquestion. God responds instantly. Mchana huu leo Bwana anataka kutuokoa. Mchana huu leo Bwana anataka tupaze sauti tuokolewe. Mchana huu leo Bwana anataka tuelewe ya kwamba hakuna mateka ambao hawezi kuwekwa huru. Mchana huu leo Bwana anataka ujue ya kwamba amechagua viwanja hivi for the next 14 days kuwa sehemu ambayo uhuru wako wa kweli utapatikana. Na Bwana anasema, "Njooni kwangu wenye nyote mnaolemewa na kusumbukiwa na mizigo mizito ya dhambi, nami nitawapumzisha." Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunasema kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Ndio. Lakini huyo Yesu anayekuja mara ya pili ndio Yesu anayetaka kututunza leo. Kabla hajaja anataka atushughulikie leo. Na nikwambie amefanya hivyo siku za nyuma. Tuna ujasiri kwa sababu, namaliza, amefanya hivyo siku za nyuma. Kuna watu ambao walimruhusu kwamba awatoe kifungoni. Na nakwambia aliwatoa kifungoni. Na kama Yesu alifanya hivyo siku za nyuma, anaweza kufanya hapa Ibacho kwako pia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninamjua Ibrahimu ambaye alikuwa ni mwoga, imani haipo. Lakini sikiliza, alipomruhusu Yesu amtoe kifungoni, tunamuita baba wa imani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Namjua Rahabu kahaba ambaye alikuwa naye pia yupo kifungoni na nguo zake za kikahaba. Lakini alipokutana na wale wapelelezi ambao walikuja kuwatembelea, akaambia, "Nimesikia habari za Mungu wenu. Nimesikia amekausha bahari Shamu. Nimesikia kwamba amewapatia ushindi." Akamwambia, "Funga kamba nyekundu dirishani." Akamwamini Yesu Kristo. Rahabu tena katolewa kifungoni, sio tena kahaba. Yeye anapatikana katika ukoo wa Yesu Kristo. Ninamjua Mungu ambaye anaweza kufanya badiliko katika maisha yetu. Anaweza kugeuza mfumo na mkondo wa historia kwetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na mchana huu leo huyo Mungu ndiye ametembelea Ibacho. Mchana huu wa leo huyo Mungu ndiye anataka umpatie nafasi katika maisha yako. Mchana huu wa leo huyo Mungu ndiye anataka kusikia ukisema, "Bwana niokoe." Umekuja kunitafuta, umekuja kunikomboa, najiachia kwako Bwana niokoe, manake nataka kuokolewa. Na ndio maana fungu letu la kufunga ni Waebrania 12 mstari wake wa kwanza na wa pili. Hivi ndivyo Paulo anavyosema kwetu sote sasa, kama kweli tunataka tuokolewe hatimaye. Waebrania 12 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hivi. Soma tuende. Inasema, Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Sawa. Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Maliza kabisa, nataka sehemu ya mwisho. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Mungu akubariki. Tukimtazama Yesu, sikia, macho yote sasa yaondolewe kwa wanadamu. Macho yote sasa yaondolewe kwa shida zetu. Macho yote sasa yaondolewe kwa balaa zinazotuzunguka. Macho yote sasa yaregeshwe kwa mwana wa Adamu. Na yeye akiinuliwa na tukimtazama kuna kuishi. Akiinuliwa na tukimtazama kuna kutolewa gerezani. Akiinuliwa na tukimtazama uhuru wa hakika unapatikana. Mimi nataka uhuru wa hakika ndani ya Yesu Kristo. Mimi nataka nisiwe tu mwenye dini, lakini Yesu anipatie uhuru wa hakika. Je, wewe pia hicho ndicho unachotaka mchana huu wa leo? Je, unataka uhuru wa hakika ndani ya Yesu Kristo? Ni kuona ukisimama kwa imani sasa. Nasema, I also want true freedom in Christ Jesus. Nataka uhuru wa hakika ndani ya Yesu Kristo. Kisha tunaposimama, tunasimama tukisonga kuja hapa karibu sasa.
Sote kutoka mbali na kona zote tunasonga tukija hapa karibu, sote tunasema nataka uhuru halisi na wa kweli ndani ya Yesu Kristo. Kilio changu ni Bwana niokoe. Na kwa hiyo uhuru halisi na utaka ndani ya Yesu Kristo. Wanakwaya wakijipanga hapa kuimba, kila mtu aje, umati mzima uje tu mpaka nyuma hizo speakers. Tuje ili kwamba tumalize ubiri la mchana huu kwa namna ya kipekee sana. Uhuru wa kweli unapatikana ndani ya Yesu peke yake. Sijui ni kipi hicho ambacho unahisi kimekufunga. Sijui ni kipi hicho ambacho unahisi kinakulemaza maisha. Sijui ni kipi hicho ambacho unahisi hauwezi kabisa. Yesu amesema nimekuja nikupatie uhuru wa kweli ndani yangu. Uhuru na majuma haya mawili Bwana anataka akupe uhuru. Hata sio majuma atasubiri, mchana huu wa leo Bwana anataka akupatie uhuru wa dhati maishani mwako. Tuje sote, tembea kabisa. Na wanapotembea wakija ndivyo wanakuwa watakapokuwa wakiimba, kisha tutapeana maelekezo mengine. Tunakuja tukisema kwamba uhuru wa kweli tunautaka ndani ya Yesu Kristo. Hapo inatosha. Asante. Kila mtu aje, kila mtu aje. Mara nyingi naanguka katika dhambi, mzigo huu wa dhambi umenilemea. Moyo wangu watamani kutenda yaliyo mema, lakini mwili wa dhambi wanitia maovu. Mara nyingi naanguka katika dhambi, mzigo huu wa dhambi umenilemea. Moyo wangu watamani kutenda yaliyo mema, lakini mwili wa dhambi wanitia maovu. Ushindi upo mchana wa leo. Ushindi katika msalaba wa Yesu Kristo. Yesu anataka kuweka huru mchana huu wa leo. Rehema yake inatutosha sote wapenzi. Bwana amekuja kukutana na sisi hapa. Nilianguka napata kuinuka. Ushindi upo. Ushindi upo. Ushindi katika msalaba. Ushindi ulio kwa Yesu aliyeshinda dhambi zote, na neema yake yatosha katika unyonge wangu. Na niliyeanguka napata kuinuka tena. Basi wanapoimba stanza ya pili, najua wapo wale ambao tayari wamejiandaa kwa sababu ya ubatizo. Ubatizo wa kwanza wa mkutano huu wa Injili. Hao watakuja hapa mbele. Kisha kama unajinuia kujiunga nao mchana huu wa kipekee, nawe tembea uje kwa ushindi unaopatikana ndani ya Yesu Kristo. Kama unaenda kubatizwa leo, njoo. Kama unajiunga na wale ambao wanabatizwa mchana huu wa leo, nawe pia tembea uje sasa. Maana Yesu analika. Tuje sasa. Njoo unakubali Yesu Kristo. Ushindi upo. God bless you sister. Tembea uje. God bless you so. Tembea uje kabisa. Niokoe ninazama, niumbie moyo safi. Tembea uje kabisa. Yesu analika. Sije angamia. Mara nyingi kabisa. Tembea kabisa. Huu ni ubatizo wa kwanza mkutano huu wa Injili. Bwana amenena na wewe, anataka wewe na wewe uje sasa. Njoo, ushindi upo. Tembea uje, ushindi upo. Ushindi upo kwa Yesu. Njoo, usibaki huko, njoo. Tengeneza njia hapo. Haya, tembea uje sasa wewe. Sogea hivi. Haya, tembea uje. Tengeneza njia. Tengeneza mpaka nyuma kabisa. Tengeneza mpaka nyuma. Haya, tuje sasa. Yesu anaita. Bwana anataka kutoa kifungoni.
Nafasi yako hii. Tembea uje sasa. Ushindi upo. Tembea uje, Yesu anaita. Tembea uje. Nafasi yako hii, usiseme umekisama, hapana. Hauna nguo, njoo. Uko na nguo, njoo. Yesu anaita. Njoo. Una nguo, hauna nguo, njoo. Yesu anaita. Tembea kabisa na ujasiri. Njoo, ushindi upo kwa Yesu. God bless you. Ushindi upo kwa Yesu. Tembea uje, Yesu anaita. Njoo, Yesu anaita sasa. Come, Christ is calling. Njoo na ujasiri. Yesu anaita. Come. Katika unyonge wangu na niliyeanguka napata kuinuka tena. Ushindi upo, tembea uje sasa. Haujabatizwa uko hapa, njoo. Ushindi upo. Hauna nguo, njoo, nguo zitakuwepo. Tembea uje, usiwe na wasiwasi. Tembea, njoo. Yesu anaita sasa. Tembea. Tembea kabisa, Yesu anaita. Tembea kabisa. Na niliyeanguka napata kuinuka. Tembea uje sasa. Unajua kama ministry tumejifunza kutoacha chances. Tulia tu kidogo na muziki kidogo, dakika moja. Tumejifunza ile nafasi Mungu anayokupatia leo ndio tunahesabu. Ile ya kesho sisi hatujui hata kama tunaweza crusade majuma mawili. Wewe na Mungu akasema ni leo na kwisha. Kwa hivyo ile ambayo tupo nao ndio tunaitumia. Kwa hivyo kama upo miongoni mwetu na unahisi Bwana anakusukuma, anakuvutia, anakupatia kichocheo cha kumpokea kwa njia ya ubatizo. Huna nguo, njoo. Unatamani kubatizwa, njoo. Una shauku ya kumpokea Yesu Kristo, tembea. Manake yule anayekualika sio mhubiri, anayekuita ni Yesu Kristo anayetaka kutoa kifungoni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haya, wewe angalia kando yako, kama kuna jirani anahisi kana kwamba anataka kuonda na anahisi kana kwamba ni mwoga, mwambie natamani nikupeleke kwa Yesu Kristo. Wanapoimba wimbo wa pili, mshike mkono, mwambie twende. Manake this is your opportunity, another opportunity may never come. Shika jirani mkono hapo kando, muulize kabisa, mwambie je, unatamani kwenda? Je, unatamani kujitoa this afternoon? I want to help you go to Christ. Najua kuna wengine mpaka dari litobelewe, tuwashushe chini wamfikie Yesu Kristo. Wakiachwa waende peke yao hawawezi kwenda peke yao. Kwa hivyo waimbaji wanapoimba stanza ya wimbo mwingine hapo, wewe mshike mkono umlete kwa Yesu Kristo sasa. Bring them to Christ. Tuendelee waimbaji. Tembea. Njoo. Unayetamani kuja njoo. Unayetamani kuja njoo. Amefika mbele. Tunasemaje umati? Bwana atukuzwe. Haya ni malumbuko ya kwanza, first fruits ya mkutano huu wa Injili, na Bwana bado atajitwalia watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe nenda ukaalike, alika. Yaani kusanya Ibacho hii nzima, waambie twende mkamuone mtu, na huyo mtu ni Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na wakifika hapa watakutana na Mungu na neno lake, naye atawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Basi ili kwamba tuairishe ibada mchana huu wa kipekee, natamani nimpatie mchungaji kipaza sauti ambaye ndiye atakaye tufungia kwa ombi. Ila wewe kama unahisi unavutiwa kupiga hatua ya kuja, njoo. Hata wakati tumefunga macho tunaomba, njoo. Hata wakati tunaenda pale kando kuwaombea, njoo. Ili mradi usiondoke kama unavutiwa kujitoa kwa Yesu Kristo. Karibu pastor, ukatubariki kwa ombi. Tigato sabe. Tata Nyasaye, motongi goro na ensi na bionsi bireo, aso weka nyoko nene, tuatene nirase keroki au kiobo nene, bono mobaso. Nyuma yogo toraso go sasima, okogima weka chinga kiechi. Tuensi nigoto weitabira nanga nae Nyasaye. Nae wadotonge tenando gatobolia. Nae Nyasaye ulio gotuseni nando watu wegerera. Nayo wenerete ogo sasima waito. Nayo wenerete obo nene nebako nesiko kuruase tole. Monene Nyasaye mbia mona ikiagara wakwanera mona intue wetrase omosombo Otieno. Oyo kwanere ngana linena likorwa sole ngando tagete ototolie. Na sengenje yo tuachire krayo masole o maneno ototolie. Tuanjira sekro kia okiobia.
tunakushukuru kwa sababu ya mkutano huu mkubwa ambao umekuja mbele zako, eti kwa sababu wameitikia kwamba Yesu apate kuwaokoa. Na sasa Mungu, tunawakabidhi mbele zako upate kuwakubali. Uwabariki kila mmoja, mkubwa hadi mdogo, kulingana ujumbe ambao tumeupokea, ambao umewachochea wafanye kauli hii. Huenda baadhi yao wametoka gerezani sasa hivi, gereza ya pombe, gereza ya uchawi, gereza ya ushiriki na gereza zingine. Wafungue Mungu katika jina la Yesu leo, ili kuanzia sasa kwenda mbele wasirudi katika gereza hizo. Ebu na ufunje hizo gereza katika maisha yao. Kila mmoja leo aenda akitembea akiwa huru katika Kristo Yesu. Nasi ambao tulishakuchagua awali, tumechiweka tena mbele zako upya, utufungue kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kama tumerudi nyuma katika mambo fulani ambayo wameturudisha katika gereza za zamani, leo hii pia nasi tumekuja mbele zako tukiomba utufungue na utuokoe. Mkutano huu wote upokee baraka zako. Kuna wale ambao wako hapa waliohitaji maalum katika maisha yao. Jinsi ambavyo umetufungua kutoka kwa gereza la shetani, utufungue pia kutoka kwa gereza za shida zetu. Wenye wako katika mkutano wakiwa na magonjwa, katika jina la Yesu wajalie uponyaji. Kuna wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya sukari na hata pressure, katika jina la Yesu. Yesu na uwezo, hakuna kisichowezekana mbele zako. Ebu na uvunja magonjwa hayo, watu wako wawe huru. Kuna wale ambao pia wanasumbuliwa na kansa na magonjwa mengine kama hayo, katika jina la Yesu ebu na uachilie uponyaji. Matatizo yote ambao watu wako wanapitia, wengine wanatoka katika familia ambao zina marumbano, vita katika familia zao, katika jina la Yesu leo hii uonekane katika familia hizo. Ebu na wafungue, ukawajalie uponyaji katika familia zao, uwafanye huru, wajalie upendo na amani na maelewano katika familia zao. Wale ambao wana watoto ambao wameasi, katika jina la Yesu uonekanie siku ya leo, ukawaonekanie mahali popote walipo. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu warudishe katika imani ya uzazi wao. Wenye matatizo ya kiuchumi, walio na madeni hawana uwezo kwa sababu uchumi umesoroteka, katika jina la Yesu mwenye huruma, mwenye mibaraka, uwakumbuke ukawabariki na mibaraka za mbinguni. Tukubali zote sasa, ukatufunike na damu ya Kristo Yesu, ukatuandae kwa ajili ya umilele na mkutano hapa katika wiki 2 zijazo, katika jina la Yesu. Wewe mwenyewe uonekana nguvu zako katika maeneo haya, ukutana na mahitaji ya watu wako na kuwaongoza kwa ajili ya wokovu. Na wageni wote na wakabidhi mbele